Yet again, Berlin delivers. Look at that. Do not adjust. Na bila shaka tunaona mashabiki wa Kipchoge wamesherekea ushindi huo mjini Eldoret. Wacha tuone wanasema nini na sherehe wamezifanyia wapi ama wamekula pia, hatuwezi jua. Tutakuwa tunaona kwa sasa, mtazamaji. Nimesikia hata kwa roho kabisa. Kipchoge alienda mzuri sana vile mimi nilikuwa nataka. Asanteni sana. Kaunti yetu amejengea sisi screen kubwa atunasumbua. Alafu huyu Kipchoge tulikuwa tunatarajia apunje hiyo rekodi sababu ameanza kujaribu mara 3. Na leo Mungu amekubalia sisi kama jamii ya Kalenjin. Kipchoge amevunja rekodi katika ulimwengu mzima. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu na watu wetu wote, asanteni. Nilikuwa nangojea break hiyo record na break. Sasa nimefurahi, tuko pamoja na nataka ashikilie hapo hapo. Mimi nafurahi sababu rafiki yangu Eliud Kipchoge amevunja rekodi. Bali ni nchi yote ya Kenya. Tunafurahi kwamba yeye ametuletea kikombe leo ambaye amevunja rekodi sawa na sawa. Nimefurahia sana saa hii Kipchoge amevunja rekodi, na nimefurahia tena zaidi kuona Wakenya watatu wote wamechukua lane moja. Na mimi ningependa serikali waangalie wakimbiaji kutoka chini, si tu waangalie kutoka front, wakuje mpaka mashinani, waangalie wakimbiaji ambao wanaweza kukimbia. Na bila shaka hatuna budi ila kumpa kongole Kipchoge, kwani amedhihirisha kuwa mwanariadha bora kabisa katika mbio refu ambazo alikimbia 10 kati ya 11 alizoshiriki. Kongole. Tukisonga mbele ni kuwa watu 4 wameaga dunia katika eneo la Mlima Elgon baada ya kula uyoga unaoaminika kuwa na sumu. Watu hao ambao ni mama, mtoto wake mwenye umri wa miezi 9, jirani na mtu mwingine aliyetambuliwa kuwa raia wa taifa jirani la Uganda waliaga dunia baada ya kula uyoga huo hapo jana. Wananchi katika kijiji cha Chepkube waligutushwa na kisa hicho baada ya kupokea habari kwamba mwanamke huyo alitayarisha uyoga huyo kama kitoweo baada ya kuletewa na raia huyo wa Uganda. Kapata habari kwamba kuna shida imetokezea nyumbani na mtoto na mama yake ambaye ni shemeji yangu wa ndugu wa kunifuata. Wamekula mushrooms huko msituni mahali walikuwa wanaishi wakilima huko Chebombai. Kuna penye walitengenezea wanaichomea makaa. Mugisu alikuwa hapo. Akaenda akampata ameng'oa hii uyoga. Akamuomba, wakampa masharti, hii vitu nyinyi hamkurangi fua. Sasa ikiwa umekasania uende ukule, usikule ya mti. Mama na watoto na mtoto walikula uyoga ambao hatujaweza kukujua ni uyoga wa aina gani, na imeleta madhara kwetu. Tumepoteza na tumehuzunika pakubwa sana. Naam, tukisonga pwani ni kuwa viongozi katika kaunti ya Mombasa wamelalamikia ongezeko la magenge ya uhalifu mjini Mombasa na kutoa wito kwa kufufuliwa kwa mpango wa nyumba 10. Viongozi hao kutoka kwa kamati ya amani ya Mombasa wakiongozwa na mbunge wa Mvita Abdulswamad Shariff Nassir wamelaani mauaji ya kiholela katika mji wa Mombasa na kutaka serikali kutofanya mageuzi katika idara ya polisi kwa pupa. Peace Committee za Mombasa County tumelani vikali sana kitendo cha huyu mwenzetu mwana amani kuuawa kinyama, kwa sababu tumeona kipindi cha nyuma vile vijana wanavouawa wanatoka viongozi mbalimbali
wakiingia uwanjani ama kuingia katika vyombo vya habari wakilani vitendo vya watoto kuuawa na maofisa wa usalama. Tumelishuhudia sana hilo, na leo sisi tumesikia uchungu sana kumpoteza mwenzetu kuuawa kinyama. Tukaonelea na sisi tujitokeze mbele ya vyombo vya habari tuvilani vitendo kama hivi ili visitokee tena kwa wenzetu huko nyuma. And most recently we condemn the killings of the late Mohammed Mwatsao, who was commonly known as Jirongo, and we're asking the police to do their constitutional obligation, and that is to ensure that every single person who was implicated in any way whatsoever, we need to start seeing feathers being rustled, and we need to start seeing some form of action. Otherwise, the good gentlemen who are here to promote peace and coexistence amongst communities will fall short of nothing else except having lack of confidence in the whole process, and that entails us leading a very, very dangerous path. So our appeal to the police, it does not make sense someone just walks into a house and hacks someone, and we want at least to be told that neighbors have been talked to, this person has been talked to. We want to see that part of these investments that government has put in, the CCTVs, what have they done to be able to protect the lives of Kenyans, and over and above protecting the lives of Kenyans, serve as an example that you cannot get away with crime so easily. And then secondly, everyone is for police reforms. You will recall that I am the one who put in proposals for ensuring that police officers have a better package, to ensure that those good police officers as well are entitled to a good standard of living, and I'm the one who proposed that these police officers, when they get hurt or they die in the line of fire, then there should be proper compensation. Waziri wa mazingira Keriako Tobiko amekariri kwamba awamu ya pili ya mpango wa kuondoa watu waliovamia msitu wa Mau itaendelea licha mapigano ya kikabila yanayoshuhudiwa katika ardhi iliyo mkabala na msitu huo. Tobiko amelaani mapigano hayo katika maeneo ya Narok na Njoro, na alikuwa akizungumza huko Narok katika sherehe ya kumkumbuka mwanasiasa mkongwe William Ole Ntimama katika miaka miwili tangu aage dunia. I condemn in the strongest terms possible the violence that has been instigated in Narok and in Njoro. I condemn it fully. I ask myself this question: why now? Why is the violence just taking place now? My dear brother, the days are moving very fast. It now behooves you to move even 10 times faster to evict every soul who is encroaching into our natural resource. We want to be able to conserve our environment. When I was growing up, the river would flow, we'll go to Siginder right here, we'll pass by Mze's here, Mze will give us bread, we'll go to Siginder. The river was flowing, no problem. But then, because of our kindness and our mercy, we allowed people to come and almost push us out of our environment completely. Msimamo wa chama cha ODM ni kwamba ni lazima kila mtu aondolewe katika msitu wa Mau. Yule aliyekuwa wa kwanza kutangaza hilo alikuwa ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe. Mwaka wa 2013 wanasema he paid a heavy political price. We are here to repeat it, that our stand has not changed. Every single person who is in the Mau must leave the Mau. The Mau is not about the Maasai, the Mau is about the country that we call Kenya.
We want to give the example of the Orange Democratic Movement. When our supporters were being kicked out of Kibera because they were staying on a road reserve, I went there with Honorable Women Rep Pasaris, lakini hatukwenda huko kuambia watu wasiondoke. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa mbunge wa Uriri Mark Nyamita sasa anamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuondoa kabisa ushuru wa ziada wa 16% unaotozwa bidhaa za petroli. Akizungumza katika mkutano wa kampeni kumpigia debe mgombea wa chama cha ODM katika uchaguzi mdogo unaokuja wa kiti cha useneta kaunti ya Migori hivi leo, Nyamita amesema pendekezo la Bwana Kenyatta kupunguza 8% ya ushuru huo bado ni mzigo kwa mwananchi wa kawaida. Ochilo lwesogi kongiuriri ochitigi chik machielo mar nomination ma boro gielo for 200 momiyo mosorego Uhuru Kenyatta mochamo muma nochamo kose okochamo ing'eyo ni ng'ama chamo muma en ng'ama yudo mbulu motegno. We postponed the application of VAT on petroleum products. The president, in his wisdom or otherwise, decided to bring it back to Parliament and said that we apply 50% and another raft of measures, including austerity measures on various areas. I want to tell Mr. President that there are only two things. One, you must begin to listen to advice. You must begin to listen to good advice, or you must employ advisors. Because from what we see, it's like you don't have either of those. That bill, as you have sent it, we are going to send it back to you in the State House. And whether you sign it or not, it will become a law. We are saying zero application of VAT on petroleum products because it will affect the cost of living. VAT lazima ikuje chini mpaka zero. Kwa sababu wali yale maneno yana happen pale Nairobi. Nyinyi watu mara boda boda, nyinyi ndio mnaumia. Na tunajua boda boda Migori County ni 90%. Apart from hii sugar cane, kila kitu inaharibika. Kwa hivyo mimi kama mbunge kutoka Migori County hapa, niko na Mark Nyamita na niko na wabunge wengine wengi kusema kwamba VAT must come down to zero. Naam, kwa swala hilo upande huu mwingine tunamwona mbunge wa Bura Ali Wario. Kwa upande wake amesifu hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kupunguza ushuru huo wa ziada kwa bidhaa za petroli kwa kiwango cha 8%. Our taxation ni lazima iwe na human face. We don't need to quarrel over taxation. We need to appreciate the burden which Kenyan community and societies are carrying. Uganda kwa hii dunia na miujiza moja ya hiyo elimwengu, Uganda inauza mafuta rahisi kuliko Kenya. Angalia distance ya Uganda, na Uganda inategemea port ya Mombasa. Mzigo ya VAT ni mzigo mzito kwa Wakenya. Nashukuru rais amepunguza, lakini hiyo mzigo tena imesukumwa upande ya pili, itakuja kwa Mkenya kawaida tena. Naomba aiangalie tena kwa undani, tuone ni vipi matatizo ya taxation itasuhulishwa. Naam, tukisonga mbele tunaona kuwa wito umetolewa kwa viongozi katika kaunti ya Nairobi kusitisha malumbano ya mara kwa mara ili kufanikisha ajenda ya maendeleo inaongozwa na Gavana Mike Sonko. Viongozi wa makundi ya vijana ya bunge la mwananchi na Youth for Vision 2030 wamesema malumbano yanayoendelea baina ya spika wa kaunti Beatrice Elachi na wakilishi wa wadi yanalemaza kabisa utendakazi katika kaunti ya Nairobi. Ile vita ambayo imetokea kwa sasa katika assembly ni vita kati ya wasimamizi wa ward, MCAs pamoja na Madam Speaker. Na ni haki yao kufuata sheria kumuondoa katika hiyo ofisi kwa sababu wao ndio walimpigia kura. Lakini ile kitu saizi unaangalia watu wa Nairobians hawataki mtu yote ambaye atafanya development ya Nairobi route chini. Kwa hivyo kuna njia mwafaka saizi ambayo inaendelea ya kuwaleta pamoja speaker pamoja na wabunge wa county assembly ya Nairobi. Kwa hivyo hivi karibuni, maybe kesho ama kesho kutwa, mtapata habari muhimu ambayo itakuwa ni ya kuleta maridhiano katika county assembly ya Nairobi.
county government is in serious discussion of establishing something they're calling the Youth Empowerment Fund, so that once they receive this training for all these programs that I've mentioned, they'll be able to apply for loans and grants, to be able to now apply those knowledge and trade skills into something, and they can be able to feed their families and help their life. Therefore, we are also adding that the county government has assured us that the 30% tenders for women, youth, and persons with disability are going to be distributed equally, so that the youth are able to get money in their pocket. Because you know, one thing that makes Nairobi suffer is because when the youth do not have employment, when they do not have any activities they are doing, that is when crime is going to rise. So the county government is fighting against crime, not by shooting, not by arresting, but by coming with corrective measures that will empower and ensure the youth will have a sustainable life. Mamia wenyeji wa Kombani, kaunti ya Kwale, walijitokeza jana kushuhudia samaki mkubwa aliyepatikana katika fukwe ya bahari. Mwanahabari wetu Tobias Chanji anaripoti kumuhusu samaki ambaye kulingana na wenyeji ana bahati nzuri sana. Kulingana na wavuvi, samaki huyu anaitwa chongowe ama kwa lugha ya Kimombo sperm whale. Kwa umbali utadhani ni mlima kutokana na urefu wake wa zaidi ya mita 13 na upana wa mita 7. Ukifika karibu utamwona na meno. Tumepata habari jana usiku kwamba kuna mnyama nyangumi amekuja na maji, ameletwa na maji usiku wa juzi kwa mkia jana. Ndio jana asubuhi tukapata kwa hapa hivi. Nimejaribu kushuhudia tukio hili la mnyama ambao ni maajabu makubwa sana sehemu hapa na kwa kweli yani ni mnyama maajabu sana na ni mnyama mkubwa sana ambaye amestajabisha watu kutoka asubuhi mpaka sasa hivi, kwa sababu watu wanamiminika kama unavyoona. Tumwangalie mwenyewe vile yuko ovyo ovyo na yuko kama jijiwe, kama si mnyama. Na kama kawaida jamaa walifika na kila silaha, si kupata kitoweo bali bahati njema. Mbele yake ni kwamba tunavyoamini ni kwamba ni mnyama ambaye ana vitu ambavyo kwamba huwa ni muhimu katika, kama akona ambari. Ambari ni kitu ambacho tunaamini kwamba huwa ni kitu ya kuleta utajiri. Ndio unaona jamaa wanakatakata wanatafuta ambari. Inasemekana huyu mnyama mavi yake pia yanaleta utajiri. Kawaida yake anakaa deep sea na pia ana ile ueledi wa kurusha maji kupitia kwa mgongo. Kwa hiyo huyu mnyama sio nyangumi wala sio papa mashilingi, anaitwa chongowe. Unaona vile ambavyo tunamjua katika shughuli zetu za kiuvuvi. Na pia pili, sahihi hapa tulipo tunakataza watu wachukue nyama kwenda kula, kwa sababu automatically hatujui mnyama alikufa na nini. Kwa hiyo ni hatia ama ni hatari kwa mtu yeyote kwenda kuchukua hizo nyama kwenda kupika, anaweza kupoteza hata familia yake ikiwa mnyama yuko na sumu. Na bila shaka alikuja na bahati kemkem, kwani kunao waliopata biashara na kurudi nyumbani na faida kama huyu mpiga picha. Kwa sasa nimepiga takriban watu kama 50 hivi. Lakini wanaendelea kukuja wakipiga wanaenda, wengine wanakuja wanapiga wakienda. Wengi wakarudi nyumbani na furaha tele kutokana na bahati hii adimu. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Na watu wanasema ukistajabu ya Musa utaona nini? Utaona ya Firauni. Tukisonga mbele ni kuwa polisi mjini Mandera wamewakamata vijana wanaoshukiwa kuhusika na mauaji ya kinyama ya wafanyikazi wawili wa ujenzi katika mji wa Elwak siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Awali vijana waliojawa na hasira walifanya maandamano kulalamikia mauaji ya watu watatu katika eneo hilo siku ya Alhamisi. Mbunge wa Mandera Kusini Aiden Sheikh ametaka vijana hao kuachiliwa mara moja, akisema kuwa polisi walistahili kwanza kufanya uchunguzi kuhusiana na kilichosababisha vurugu katika eneo hilo. And it is such an unfortunate scenario. But again, stemming from that, the rowdy youth took to town and started beating up those which in their view were non-locals. And unfortunately again we lost two of them. One was a mason who was working at the nearby hospital, and another one was said to be a health worker. My condolences to the family and relatives of those two gentlemen as well. This also was unprecedented. It's unfortunate. I want to condemn that. You cannot
two wrongs don't make a right, and the fact that we were there seeking justice for the 3 who died. Unfortunately now we are met with a very difficult situation where these also 3 persons lost their lives in a mysterious circumstance, and also we are seeking justice for these ones. We also want to appeal to the law enforcement agencies to be able to speed up investigation into all the deaths that actually happened. Na mtazamaji, kumbuka saa 11 baada ya Wako Wapi, mkuu wa kitengo cha Kiswahili Bwana Paul Nabiso atakuwa anakuletea kipindi cha siasa za kanda, ambao mada ya leo ni mauaji ya kiholela. Atakuwa na wageni kutoka maeneo tofauti, ikiwa ni Uganda, Tanzania na hapa Kenya, kwa hivyo hauna sababu ya kukosa. Kufikia hapo basi, mtazamaji, sina budi ila kusema shukran zangu kwa kunipatia sikio na pia macho kwa kutazama taarifa ya Mbiu Wikendi. Tukutane hapo saa 1 ndani ya KTN Leo Wikendi. Natambulika kama Frida Mwaka. Jioni njema.